Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Benjamin, nimeokoka, nampenda Yesu Kristo kama mwokozi wangu, na nimekuja siku ya leo tukaweze kushiriki neno la Bwana. Tubarikiwe pamoja. Na ni vizuri tuwe makini, kwa sababu Mungu huwa anazungumza na watu wakati wa neno tu. Hapo ndipo Mungu zungumza. Bwana Yesu asifiwe. Na ujumbe wa leo nataka niongee na wandada. Huu ni ujumbe wenu. Naamini ya kwamba si mimi tu, ni Mungu anatumana kwenu. Wandada, mahali ulipo unaponisikia, Kenya nzima, ulimwengu mzima, Tanzania, Afrika nzima, ningeomba ukaweze kuchukua maanani huu ujumbe. Siku ya leo maisha si kama ya kitambo. Maisha yamebadilika. Maisha yamekuwa tofauti na yale ya kitambo. Na ndio maana ukiangalia sasa ulimwengu wa sasa na ulimwengu wa kitambo kuna tofauti kubwa. Tukianzia kanisani pale, nikizungumza kuhusu kanisa ya Deliverance. Kanisa ya Deliverance, kanisa ambayo ni ya ukombozi. Wakati mwingi pastor anapoombea watu wengi ambao wanaanguka ama wanaangushwa na mapepo, wengi huwa ni wandada. Na wakati wanandada ndio wanaanguka wengi, ni lazima tujiulize, kwani ni kwa nini? Ni kitu gani mbaya? Naweza kuona ndani ya wanadada 100, watu 100, mwanaume ni mmoja, wanadada ni 99. Ama wanaume ni 2, wanadada ni 99. Na ni vizuri wewe mwanadada unayenisikia ujiulize ni kwa nini. Kwa sababu haiwezekani tu wewe ndio mapepo yana nafasi ya kukuingia. Haiwezekani tu wewe ndio kuna nafasi ya kukuingiliwa na mapepo. Lazima kuwe kuna shida ambayo inasababisha mapepo yapate mlango wa kukuingia. Sijui kama unanielewa. Kuna shida ambayo ni mlango mapepo yanapata nafasi na kukuingia. Na wakati pepo imeingia ndani ya maisha yako, nataka ujue ya kwamba maisha yako hayawezi kuwa ya mwanadamu wa kawaida. Lazima kama ni maisha ya kawaida, yako yawe tofauti na ya watu wengine. Unaweza kuwa na ming'ang'ano ambayo si ya kawaida. Unaweza kuwa na fisirani ambavyo si za kawaida. Unaweza kuwa na magonjwa ambayo si ya kawaida. Lazima ufikirie kama unataka kusonga mbele na uishi maisha ambao ni mazuri. Angalia katika kitabu cha Isaya 43, inazungumzia marembo. Haya marembo mnajiwekea, mnajipaka, mnadunga masikio, mnadunga hata mindomo, mnadunga hata ndimi, mnadunga mpaka meno, mpaka kitofu. Siku hizi wanadunga kitofu, inadungwa, mashimo yanadungwa. Ukiangalia kitabu cha Isaya 43 kinaongelea kuhusu hayo marembo. Mungu anakataa kuhusu hayo marembo. Hizo vivuli mnafaa, hizo mindomo mnadunga, wengine wanadunga masikio, wengine wanadunga mafua, wengine wanadunga hata ndimi, wengine wanadunga hata meno, wengine wanajipaka rangi. Na ukiangalia mwanadamu hivi, unamwangalia mwanadada hivi, hata si urembo. Imefika mahali ni kama ni ushetani unaendelea. Na hiyo ndio nasema ni milango shetani anatumia kwa nyinyi wanadada ili
aingie ndani ya maisha yenu, kwa sababu wakati shetani anakuataka ama wakati shetani anakuingililia, wewe ndio unafunguanga mlango, ndio anapata nafasi, anaingia kwa mawazo yako na anakamata maisha yako. Na inafika mahali ulianza kimzaa, ulianza kimchezo, lakini ikifika mahali maisha yawe ni ya shida, nataka kukombolewa, ujui uende wapi. Kwa hivyo dada unayenisikia, punguza marembo hizi marembo achaneni nazo, ni ushetani. Hizi marembo mnafanya ni ushetani. Hizo macho mnadunga, hizo vitu mnafanya ni ushetani. Kwa nini usikae vile ulivyo? Kwa nini usilee nywele tu? Uchane nywele vizuri, ujipake mafuta ya kawaida na utembee. Kwanza nyinyi wanadada, muliumbwa mkiwa warembo. Muliumbwa mkiwa warembo. Kwa nini mnajiongezea vitu vingine ambavyo ni vya kuwaletea mashida? Mnafanya mashetani yanaingia kwenu. Mnajibandika vitu, mnafungulia shetani milango. Muliumbwa na urembo. Kwa nini mnafungulia shetani? Kwa sababu ya tamaa ya kuongeza, ni kama ni kumkosoa Mungu. Ni sawa na kumkosoa Mungu. Wanadada, huu ujumbe nione. Soma Isaiah 43, soma Mambo ya Walawi 19 yote. Lakini nikuambie mstari fulani. Sababu ukisoma Isaiah hiyo 33 yote, Isaiah 33 yote. Isaiah 3. Isaiah vingi ni Isaiah 30, Isaiah 3. I think Isaiah 3 na Mambo ya Walawi 19. Ndio some Mambo ya Walawi 19 yote, some hicho kikuu. Kama si Isaiah 3, maana Biblia nimeacha. Lakini kama si Isaiah 3 ni Isaiah 33. Enda uangalie, usome yote, hautachukua muda mrefu. Dakika 5 tu umemaliza hicho kifungu. Uone vile marembo yamekataliwa. Toka kwa marembo. Haya marembo yanawanyima mpaka ndoa. Kwa sababu wakati umejidunga hivi, mwanaume gani huyo ataoa kahaba? Ni mwanaume gani huyo ataoa mtu ambaye amegeuza sura inafanana na shetani? Nani huyo ataoa mwanamke ambaye anaenda akivaa nguo, anaonyesha mwili, anaonyesha uji wake? Nani ambaye ataoa mtu wa aina hiyo? Hata kama sisi wanaume tunawahitaji, lakini kuna wangu inafika sitajiingiza kwa matatizo kwa sababu ninahitaji mke. Kuna kiwango inafika sasa ni Mungu anisaidie niishi vile nilivyo kuliko nijiingize kwako. Naongea juu ya vijana wale wanakuwa. Heri ukae peke yako kuliko kuishi na mtu ambaye hujui. Soma Biblia uone, sije ukajiingiza kwa mtego. Naweza ukaoa mtu, kumbe ule mtu umemwoa ni shetani wa pili. Nyumbani hata ulikuwa na kazi imeisha. Ulikuwa unaendelea vizuri, maisha yanaharibika kwa sababu kuna mtu umeshikana naye. Na kumbe kiroho ni nyoka. Kiroho ni shetani na umeshikana naye ukifikiria ni mwanadamu. Kwa hivyo wandada, jirekebisheni. Sababu ikiwa bado mnaweza kuendelea na hiyo barabara, njua ya kwamba wewe dada ndio unatajika uitwe mama mtoto, wewe ndio unatakiwa uitwe mama fulani. Sasa ukiwa hivyo utaitwa mama nani? Kiwa wewe ndani si mwanadamu yule wa kawaida, unafikiria utazaa mtoto wa aina gani? Yule mtoto utamzaa baada atafanana na wewe, sababu wewe na mtoto ni roho. Na ndio maana unaona wanaume ni kama siku hizi wanaogopa kuoa, sababu ameoa mtu wa kwanza, siku ikifika saa 8 anaona huyu mtu
ana vituko ambavyo yeye mwenyewe anashangaa, kwani namna gani? Mwingine niliona akitoa shule ikifika saa 6 huwa anakufa. Huwa roho inaenda, mwili unabaki hapo. Kiwa mwanaume ameamka saa hiyo, amemwamsha huyo mtu aamuki. Amemwamsha, amemfanyia vituko vya kila aina ndio amke, haamuki. Huyo mwanaume lazima aongope. Lazima aone kumbe si mtu nimelala naye. Asubuhi anaamka saa 11 ndio roho yake inarudi. Ndio anaona mtu ndio huyu amerudi. Namuuliza, mbona ulilala sana? Anaanza kujificha hivi. Niliona akiongea akisema yeye ukifika hiyo saa 6 huwa anachukuliwa. Anaenda kule baharini. Mpaka saa 11 ndio roho yake itarudi. Sasa bwana hapo anabaki akiwa ngizani. Huyo mwanamke nikasikia akisema yeye ndiye amefanya bwanake hawe maskini. Hawezi kujiendeleza, maisha yake hawezi kujiendeleza kwa sababu huyu mwanamke amemkamatia hanga. Hata kama nyinyi ndio mnatuzaa, imekuwa sasa ni too much. Imesidi sasa, ni too much. Kama mngependa muone dunia imekuwa haina hayo mangumu, wepesi uingie, lazima na nyinyi mtoe kauli ya kubadilika. So vitu mnafaa hizo, toeni katika masikio. Hizo ndio milango ya shetani anatumia. Hizo vituko mnatumia. Maana kuna vituko anatumia sasa. Hiyo ndio shetani amepata nafasi ya kukuingia. Badilika. Umuone Mungu. Na Mungu akubariki. Asante.